matatizo yangu inatakiwa niyapeleke upande wa mwanamke, halafu yeye atapeleka matatizo yake wapi? Upande wangu mimi. Sasa nimesearch hapa mjini, wewe ndo dada yake, na nilipomchukua wewe ndio ulinikabidhi. Sasa Hanifa, huyu mke wangu Olipa amekuwa ana rugugumbashi, yaani uisema sukuma tu kwamba rugugumbashi, yaani ni jeuri, amekuwa na dharau. Halafu kitu kinachoniumiza zaidi shemeji yangu, yaani ni kule kuniomba talaka mke wangu. Yaani kila nikiamka nipe talaka yangu, nimegonga kakisiki nipe talaka yangu. Hivi ili neno la talaka shemeji linaniuma sana. Shemeji, mimi ninachoomba mpe talaka yake. Habari za kusema uende kijijini, kwanza sisi baba yetu ana ugonjwa wa moyo. Unataka umwe baba yetu? Mpe talaka yake. Mtu kadai talaka yake mpe. Na mnavyomjua Olipa mimi, akishasimama kwenye misimamo yake huwa harudi nyuma. Kasema mpe talaka mpe, usijicheleweshe. Wala uisabasu kumba tukahagiki yani. Yani ndo maana babu yangu aliniambia mwanamke yuko chini ya mwanamume, akili zake zinayumba yumba. Nimeamini. Hivi kweli unajua mpaka na search kichwa changu na nafikiri na wewe na ndogo wako lenu ni moja. Hivi unajua uchungu wa ndoa? Unajua uchungu wa mwanamke wewe? Hivi Hanifa, hivi unajua vizuri uchungu wa ndoa? Unaujua wewe? Wewe, vitu moja vipi? Mtu kaomba talaka yake mpe. Unaangalia mwangalia wa nini? Mpe talaka yake babu wewe. Vipi? Ningejua hii familia, ningejua nisingeoa. Nisubiri hapo.